Sasa sisi pia tumeona kwamba na hapa kwetu watu mbalimbali wameendelea kulipotosha jambo hili, pamoja na taarifa hii kuwa ya wazi, na ililotufadhaisha zaidi na ambalo linanifanya na mimi nisimame hapa baada ya viongozi wenzangu hao kulieleza, ni upotoshaji huu kufanywa na viongozi waandamizi wa Chama cha Mapinduzi, na hasa mtu ambaye hukumtarajia kama makamu mwenyekiti bara wa Chama cha Mapinduzi Bwana Stephen Wasira, na pia naibu katibu wa habari na uenezi wa kule Zanzibar ndugu Hamisi Mbeto. Upotoshaji walioufanya kwa kweli ni mbaya sana, na mimi naamini kwamba unaipaka matope hata serikali, kwa sababu kikubwa ambacho wamekizungumza ni kama kwamba kwa upande hasa wa makamo wa kwanza wa rais Zanzibar, kwamba ni kwa sababu hakufata utaratibu, hajui utaratibu wa kusafiri nje. Sasa wao inawezekana mawazo yao, hizi ni siasa nasema za kichokora kabisa kwa kweli, kwa sababu katika hali ya kawaida wao wanaona kama hili linamhusu mtu binafsi, lakini wamesahau kwamba wao ni viongozi wa chama ambacho kinasimamia serikali zote mbili, na ina maana haya wanayoyazungumza mtu anaweza kutokana na nafasi walizonazo, kutokana na kwamba ni viongozi waandamizi, mtu anaweza kuona kwamba labda haya yametoka ndani ya serikali. Mwingine anaweza akaona kwamba labda hii serikali kumbe ni ya ovyo sana, kwamba makamu wa rais anasafiri kwenda nje na serikali inamwachia, serikali haichukui hatua ya kufata taratibu za kidiplomasia na za kiprotokoli ziliopo. Hasa hili ni jambo la kufadhaisha, na ndio maana kusema ni vizuri kuliweka record sawa sawa, ili Watanzania wafahamu, Watanzania wajue tuna viongozi wa aina gani ndani ya Chama cha Mapinduzi. La kwanza niseme kwamba taratibu zote za kiserikali zilifuatwa, kwa sababu kwanza unapotaka kusafiri kwenda nje ni lazima kupata, kwa makamu wa kwanza wa rais, lazima kupata ruhusa ya rais wa Zanzibar, na ruhusa hiyo iliombwa na ikatolewa kwa maandishi. Kwa hiyo kwenye hilo kwanza wala halikuwa ni upotoshaji kusema kwamba labda hakukuwa na taratibu ambazo zilifuatwa. Lakini jambo la pili, kwa kawaida viongozi wa serikali, viongozi wakuu wa serikali wanaposafiri nje, idara ya mambo ya nje au wizara ya mambo ya nje pamoja na idara yetu ya usalama wa taifa wanatuma watangulizi kwenda katika nchi ambayo kiongozi anakwenda, na hilo lilifanyika. Watangulizi walienda siku 5 kabla ya kiongozi au makamu wa kwanza wa rais kwenda nchini Angola, na walienda mpaka Benguela. Sasa unaposema kwamba taratibu hazikufuatwa, unakuwa mtu wa ajabu kwa kweli.